majina mimi naitwa Hilary Namanje, na katika Jamvi la Jamii hatufichi ukweli, hatupaki mafuta kwa mgongo wa chupa, bali tunajadili moja kwa moja mambo ambayo yanaikumba jamii yetu, ikiwemo siasa, uchumi, elimu, afya, ajira, vijana, maadili na utamaduni. Jamvi la Jamii sio tu safu ya mazungumzo, bali ni jukwaa la kusema ukweli. Hii ni nafasi yako, hii ni sauti yako. Karibu. Mtazamaji mpendwa, karibu tena kwenye kipindi chetu cha Jamvi la Jamii. Kwa mara nyingine tena tungali pale pale kwenye ile mada yetu ya ndoa, umuhimu wa ndoa katika jamii na kwa nini tupate kuikuza ndoa ili kukuza jamii yetu. Na leo tuna bahati sana, tuna wageni maalum. Tunaye mzee ambaye anawafahamu vijana, mzee kijana kwa sababu anafahamu vijana vizuri sana, na tunaye kijana mzee ambaye ana hekima ya uzee. Lakini ningependa wajitambulisha wao wenyewe tu. Sijui tuanze na mzee ama tuanze na kijana? Mimi naona tuanze na mzee. Asante sana. Mimi kwa majina naitwa Mzee Musa Jaka. Yaani ni mzee jina na pia ni mzee kiumri. Kwa sababu sasa nina miaka 59. Tayari nishakuwa mzee. Mimi ni baba mwenye watoto 8. Kisha mimi ni mwalimu wa marika. Asante sana kunikaribisha. Karibu. Naam. Nimependa sana alivyojitambulisha. Ni mzee na pia ni mzee jina. Mimi naitwa Kesi Juma Muhammad. So ina maana pia mimi nina kesi kibao, sio? Ila tuache hayo. Baada ya siku nyingine. Mimi ni mwanamuziki wa uchenguaji, inamaanisha hip hop, na pia vile vile mimi ni profesa kwa masuala ya utamaduni na sanaa na hususan lugha ya Kiswahili. Alafu pia mimi vile vile ni mwana jamii, mkereketo kabisa wa jamii yangu. Naam, karibu sana. Mimi nakujua kama Kala Moto, kwa hivyo utaniruhusu. Ndio jina ambalo najulikana nalo sana. Ningependa kwa vile ni mkwasi wa lugha, ujaribu kutufafanulia kwa ufupi tu hii mada ya ndoa na umuhimu wake kwenye jamii. Ndoa ni kiunganishi, na nikisema kiunganishi namaanisha kwamba mwavuli wake mkubwa ama upana ni utamaduni. Utamaduni ndio uti wa mgongo na ndio inatufanya kabisa tuwe tunaishi kwa kujimumbua, yani kuishi kwa amani. Sasa ndoa ni kipengele kikubwa ambacho kinahitaji kabisa kuwa na ustaha mkubwa, kwa sababu ndoa ndo kipengele ambacho kina uwezo wa kuleta jamii mbili. Inaweza leta wageni wawili ama maadui wawili, ama vile vile zinaweza leta pia nchi na matabaka tofauti. Hata rika, unajua tunaweza ona mtu ni mtu mzima wa miaka 70 amechukua rika la miaka 20. Na ndoa vile vile, kusema hivyo ni kwamba pia ilitumika zamani kwa masuala hayo. Zamani tukirejea masuala ya mitume na nini, kwa katika vitabu vyote vya dini tunaambiwa kwamba walipokuwa wanajaribu kuleta amani katika miji tofauti, ilikuwa ni rahisi kupewa wanawake ili mradi kufunga nao pingu za maisha, ili mradi kuleta amani katika uongozi ule. So ndoa ni kitu ambacho tunahitaji kwa kweli kukipambania kiweze kubaki, kwa sababu sasa hivi ndoa ni chache ila harusi ni nyingi. Asante sana. Sijui kama Mzee Jaka unala kuongezea kwa yale aliyosema mwenzetu? Mimi nitamuongezea ndugu yetu umesema Kala Moto. Naam. Nitamuongezea mbali na ile utamaduni, lakini katika dini, sijui upande wa Kikristo, katika Uislamu unaambiwa ndoa ni nusu ya dini. Yaani wewe ukishaoa
tayari nusu ya dini ushaitimiza. Sasa yale mambo mengine utakayoyafanya ndio utakuwa wewe mwenyewe wajitoa katika nje ya dini, lakini ukishaoa umetimiza nusu ya dini. Ina maana dini pia imetuhimiza, mbali na kwamba ni utamaduni. So ni muhimu kama vile alivyosema mdogo wangu huyo, ni muhimu kuhakikisha kwamba ndoa tumeziweka, kwa sababu ni taasisi. Ndoa ni taasisi, kwa hiyo taasisi ile lazima tuidumishe na tuhakikishe zimeshikana ndoa, sio kama sasa vile zinavunjika ovyo ovyo. Ni taasisi ambayo tunastahili kuizungumzia kila wakati kwa vizazi vilivyopita, vilivyoko na mpaka vitakavyokuja, tuhakikishe kwamba ndoa tumezidumisha. Naam, katika ndoa ina stages tofauti, vipengele tofauti sana, lakini leo ningependa tuguzia kipengele muhimu. Na kwa sababu kwa nini tukiguzia, ni kwa sababu umetunga wimbo ambao umeshika vizuri sana na umezungumzia mambo ya busara sana kwenye wimbo. Pengine labda utuelezee huu wimbo wako wa Mahari unazungumzia nini? Kwanza zirudishwe shukurani kwa Mwenyezi Mungu, alafu pia kwa utayarishaji wa nyimbo hiyo. Nilifanya na ndugu yangu anaitwa Brother Nasir kutoka kwenye mji huu, jamaa mmoja wa Nashid, kijana mwepesi kabisa. Mahari mimi niliondoka kama baba mkwe, alafu Brother Nasir alikuwa ni yule ambaye amechumbia kwangu. Sasa mimi nilikuwa namletea ukakasi, ugumu wa jinsi atakampata mwanangu. Na kwa nini nilivaa uhusika huo? Uhusika huo nimeuvaa kulingana na maisha ambayo tumepitia kila siku, labda kusikia, kuyaona, ama vitu ambavyo vinapitia karibu na sisi mpaka vinatugusa kwenye mabega yetu, kwamba ndoa sasa hivi imekuwa biashara na mahari ndo ada yenyewe. Na vile vile katika wimbo huo niligusia masuala ya vile ninatarajia mtoto wangu achukuliwe, lakini kwa njia moja ama nyingine kijana yule alikuwa analia sana kwamba laitu kinipatia ugumu huu unatarajia nini na mimi na mwanao tumependana? Maanisha tuanze kuzini nje ya ndoa apate ujauzito ili mradi unipatie bure, ama itokee niwe kama wale vijana wenzangu ambao wanaitaka kama stay, sio njoo tuishi hapa nimchukue huyu niondoke naye alafu ndo baadaye yaongelewe na wavyele, ama niondoke nende Saudi Arabia ili nikafanye kazi kwa miaka na mikaka ili ndo nirudi ndo nioe. So kumaanisha tutakuwa tunafanya kazi kwa ajili ya ndoa. Tena sasa ndoa haiwi tena kama chombo cha kuleta watu pamoja, zaidi ya chombo cha mafanikio ya mtu mmoja. So wimbo huo Mahari ulikuwa ni miadili hiyo. Ila kwa nini nilifanya hivyo? Tukiregea nyuma tu kwenye kisegere nyuma changu, nikikumbuka vizuri, mimi nipo kwenye ndoa sasa hivi miaka mingi sana, na nashukuru kwa sababu pia si jambo rahisi. Ndio maana waandishi wanasemaga kwamba hakuna kitu kigumu kama kupewa zawadi kabla hujaanza. Unapewa majibu kabla hujapewa maswali, sio? Ndio maana ndoa ukifunga tunapewa cheti, alafu sasa ndo naambiwa ndo unapata sasa yale majibu, maswali yote ulikuwa unataka, sio? Lakini kiukweli kiuhalisia tungesubiri paka kama alivyosema ndugu yangu mkubwa wa miaka 50, 40, 70 huko 80 ndo unapewa cheti chako ambao umekamilisha. Ila sasa tunapewa kabisa, alafu ndo tunaingia kwenye matabu hivyo. Ila nashukuru kwa sababu zipo ndoa nzuri na zipo ndoa ambazo ziko hafifu, na pia zipo ndoa ambazo mahari haiko kigezo, na zipo ambao mahari zimekuwa changamoto sana. Mimi nashukuru, hata nadhani baba mkuu atakuwa anatazama hii, tuligongana kidogo mabega, lakini nilimuelewa kwa sababu alinichukulia kama kijana yote yule ambaye ni mjanja. Unajua mjini hapa viswahili vinakuwa vingi sana, sio? Lakini lugha inasimama moja kwamba unampenda umpendi. Ila yule ambaye ni mwenzangu alisimama na mimi, na tukaabidi tuone kwamba kama ukubwa unatushinda, basi udogo wa dini na sunna na haya mapenzi kwanza yawe kidedea, alafu wazazi watabariki na watafuata. Lakini saa zingine huwa inashindikana kwa wapenzi wale, inabidi wazazi ama watu waliowazunguka ndo wanawatawalia ile baraka ya ndoa, na inaingia mitihani mingi
mpaka haidumu sana, kwa sababu inakuwa kama tunalipana ama tunakuwa masuala ya kuvuta nikuvute ama nimemnunua mtu shona. Lakini mimi experience hiyo ilinisaidia kuamini kwamba pia wazazi husikia na pia wazazi husikiza kilio, kwa sababu mara kwanza utapiga mbinja, utakuja mpaka utaongea, husikiza, ila tunahitaji kuwazungumzia na nidhamu, sio ile lazima ama vipi mimi namtaka huyu nikataza nini, ama mke aanze kujitoa ufahamu kwamba mimi baba, kama utaki mimi niolewe, nitaka kuchukua uhai wangu. Nadhani ni masuala ya kuongea, kuelewana, alafu kila kitu kinakuwa rahisi. Kabla turudi katika utunzi, Mzee Jaka, unafikiria mahari katika ndoa za kisasa bado yana mshiko, ama kwa nini mahari ni muhimu katika ndoa? Kwanza, jambo la kwanza nataka tukae chini tujiulize mahari ni nini. Ukishajua mahari ni nini, mimi naamini wewe kama una mtoto wako wa kike huwezi kuweka kama biashara. Mimi na nafikiri hata wazee wengine ama watu wengine naamini kwamba mahari ni zawadi ama tunu kwa yule mtoto wa kike anayeolewa. Na sana sana kipindi cha miaka ya nyuma ya mababu zetu ilikuwa, unajua, miaka ya nyuma watu wakiozeshana, mtoto wa kiume hajui kitu na mtoto wa kike pia hajui kitu. Nafikiri nikizungumza kutojua kitu mtanielewa ninamaanisha nini. Sasa yule mtoto wa kiume alikuwa anapeana yale mahari kwa yule mtoto wa kike kwamba nimekuja, nimefuata njia nzuri ya kihalali ya kisawasawa, na hii ndio zawadi yako, wataka zawadi gani? Sasa yule mtoto wa kike alikuwa akimwangalia yule mwenzake ama mchumba wake ni mtu wa hali gani, akisema kwamba mimi ukinipa tu mswala na msahafu wangu mimi nitakushukuru. Chanielewa? Sasa hayo ndio mahari. Lakini sasa kumekuja katika tamaduni, kukaingia na vitu vingine ndani yake ambapo zilikuwa ziko tangu kitambo, lakini sasa zimefanywa hizo ndio biashara kubwa. Hata yale mahari yamewekwa kando, ya kwamba ukitaka mtoto wangu kuna ya baba ambayo si tuita kilemba, kuna ya mama maziwa, kuna na kifunga mlango cha mandugu ama mabinamu. Unajua mara nyingi kifunga mlango huwa ni cha mabinamu, wale ambao wangeweza kumuoa yule mtoto wa kike lakini hawakumuoa, wamekuacha, sasa watulizwa. Sasa kile ndio watu wamekifanya sasa, yatolewa kiwango cha juu kushinda hata mahari yenyewe, ambapo sasa hapo ndo sisi tunakuja tunakosea. Sababu mimi kama baba nimelea mtoto wangu, nitamshukuru huyo ankuja kwa njia ya halali, kwa njia nzuri ya kuja kumtaka mtoto wangu. Kwa hiyo bana, hata ukiniangalia tu shati kwangu mimi litakuwa limenitosha. Lakini sisi tunataka upate 50,000 ama 80, na hayo mara nyingi ukiyafuata sana ni nguvu za wanawake. Hata kama ni mahari peke yake, mahari ni yule mtoto wa kike mwenyewe akishaamua kwamba mimi huyu amekuja nampenda, basi hata mimi akinipa pete moja tu ya silver mimi nitakuwa nimeshukuru. Sasa mahari twaiacha, twaiangilia mambo mengine. Sasa hapo awali utakuongezea? Kimimi na sio kimimi tu, na kumsupport ndugu yangu, ni kwamba kuna vitu vingi ambavyo vinawekwa mbele alafu vingine vya muhimu vinawekwa nyuma. Kungebaki kama zamani ilikuwa ni vitu viwili vya msingi ambao ni mali ya wazazi, ambao sasa aidha wazazi wakwezi walomlea na vitu kama hivyo, ambao sasa hivi inaitwa kilemba na maziwa, ila haikai kwa nia ya kukomoana, inakaa kama shukurani. Zamani ilikuwa ni kila ambacho baba utaleta, unaona, atashikwa mwanakondoo, atashikwa beberu, atashikwa ng'ombe, sio, atakuja pale, ni kwamba nimemlelea. Kwa sababu tusisahau, mtoto amlelei wewe tu wazazi, tunalelewa na mji, tunalelewa na mtaa, tunalelewa na majirani. Ndio maana kama ni kulipa kweli mali, basi inabidi nilipe hata ule mwalimu aliyemfundisha, sababu yeye ndo alikuwa mzazi wake darasani, ama nimlipe yule jirani ambaye alikuwa anamwangalia wazazi walipokuwa wameenda kazini.
Unaona? So mali inapaswa kuja kwa ustaarabu wa maelewano. Amesema hivi baba na mama kwamba mtoto wao mali yao ni hii, shukurani yao, sio? Lakini amaanisha hata ule mtoto nikimwacha pale, hiyo pesa ataileta nyinyi kwenu. Unaona? Cause nishaisikia mali paka 300,000 mali ya wazazi. Najiuliza huyu mtoto atabaki hapa miaka 40, hatoileta ile 300,000. Unajua kabisa ataishia kuuza vitu vya kuchoma kifua vile vya Kiswahili na maisha yatakuwa pale, atazaa kunkucha. Mahari inakuwa ni shukurani, na sana sana mahari ilikuwa zamani kulikuwa na sheria kwamba mahari inakuja anapokuwa huyu amejitunza. Sasa hivi sijui mahari analetwa kwa ajili gani, kwa sababu zamani ilikuwa ni namheshimisha kwamba yani tamka mahari, yani mtoto atamke mahari kulingana na wadhifa na nadhifa yake. Lakini leo hii inakuwa tuseme ni chombo cha mawasiliano, ama ni dau la kila mtu, ama ni kama jamvi la kila mpita njia na kalia na ondoka zake. Na sisi wa mtaa tunajua, afu leo tunasikia kabisa mahari ya dada fulani ni 200,000. Sasa tunajiuliza zile 2,200 za gesti ama zile shilingi 100 alipokuwa anahongewa, ina maana jamaa alikuwa anapunguzia mahari kabisa au? So kumaanisha, je, wapo madada ambao wakisimama sema mahari yangu ni fulani wa fulani, inaendana sanjari na tabia na alivyojiweka masuala yake? Cause mahari haswa ni heshima ama ni ile zawadi kwa huyu mwenza. Huyo mwenza, je, yupo kwenye mazingira ya kupokea mahari anawataja yeye kwa tunavyomjua? Hapo ndo la kwanza. La pili, wazazi, mnamjua mwaneno, ikifika saa 2 hajaja ishai inampigia nje, inakuja jogoo alfajiri ndo mtoto anakuja hapa tili tinginyi, pombe kibao kichwani. Leo hii unampatia bwana almasi kwamba tunakuozesha almasi hii dhahabu ambayo imeingia matope, kwa dhahabu na kasha zima tuletee. Umeelewa vizuri? Nakupata. So ni kama tuna wasukumia mizigo wale wanaume na kuwadogosha. Hatusemi kwamba hawapo wanawake wenye tunu hizo, wapo wengi sana. Ila mzazi, kabla hujasema unahitaji natwaje haya yote, maziwa na sijui nini haya, sio yote, tuanze na maji kwanza. Anakata kiu. Akikata kiu, basi ya maziwa tu yasamee. Umenisikia vizuri? Nakupata. Yaani mzazi anahitaji kuwa kwenye ulezi bora ambao akisema hiyo, basi wallahi vijana wote watakubaliana, baba amesema 20 tutampatia 50 ama ngapi, kwa sababu kweli tunaona kabisa mtoto amenyoka dini yake ambayo amechagua aidha ya Kiislamu ama Kikristo, amenyoka katika maadili, ni mtu ambaye hatujasikia shida yoyote hapo mjini. Lakini yule ambaye tumemsikia alafu bado mnataka 300,000, 400,000, alafu holi sijui tuonoka tu pambe na nini, sasa tunaozana, tunarushiana mawe. Nikiwasikiza vizuri sana ni kwamba wazee wetu wahenga walikuwa na busara kwa kuweka ili jambo la mahari, lakini limekuja kuchafuliwa. Mnafikiria kwa maoni yenu ni mambo gani hasa yamebadilisha haya yote? Tunaweza fanya nini ili tupate kurudi pale tulipokuwa pale mwanzo? Jambo la kwanza tamaa kutokana na watoto wa kike wenyewe, wale ambao ni watarajiwa wa kuolewa, kwanza wao waondoshe tamaa, kwa sababu unapata mtu amekuja, ndio hayuko vibaya, mtu ana kazi yake, ameajiriwa, labda kwa mfano nikitoa mtu labda anafanya kaunti, Mombasa kaunti, unaona anaonekana mshahara wake ni hivyo, kipato chake ni hicho cha kupata kila mwezi. Mtu anakuja anataka kumwoa mtoto wa kike ambaye ndio umejitunza vizuri, ama uwe hukujitunza vizuri, lakini amekujia, mimi nataka kuja kuoa, nataka kuleta wangu na nini. Unamwangalia mtu anasema huyu hata nifaa kwa sababu yafanya kazi duni. Yeye anatarajia mtu ambaye labda yuko London, yuko Amerika tuseme, ama anafanya kazi serikalini, ana kipato kikubwa, ana magari, ana biashara kubwa. Lakini sasa unapata ndio yule mtu atakuja atamwambia mimi mahari yangu nataka seti 2 za dhahabu. Sababu siku hizi mtindo ni huo, mara nyingi mtu anakuambia mimi nataka seti 2 za dhahabu,
ama mi nataka fanicha ambayo sasa gharama yake ni 500,000. Mbao za Lamu. Unaona sasa zile zimechongeshwa Lamu, mbao zile za kuchonga. Sasa unapata yeye amemkataa huyu kwa sababu huyu labda mapato yake ni machache, amemwangalia tu akaona huyu hataweza, lakini huyu hataweza, na ndio pale mwishoni ndio utapewa zile 200,000, 300,000, lakini je, ulipoingia ndipo ama sipo? Umenielewa sasa? Kalamoto, tatizo la mahari najua vijana wengi sana ambalo limewatumbukiza matarajio haya ya ndoa yakaanguka, lakini kuna kitu umeguzia, ningependa ukirudie. Manake kuna mambo fulani ambayo umeyataja, ningependa vijana ambao wanatarajia kuingia katika ndoa wapate kuiga kutoka kwako. Ni vigezo gani hasa ambavyo vilifanya wewe ukafaulu pale wengi wamedidimia kwa kukata tamaa na kushikwa na hasira na kufanya mpaka wakwe wasiwaelewe? Ni vitu gani hasa vilifanya mpaka wakwe zako wakakubali haya mchukue sasa? Kwanza turudi nyuma. Unajua, kama kijana unapaswa kubalance, kwa sababu hata dini mimi naamini kwamba ni moja kati ya utamaduni. Unaona, kwa sababu ilikuwa ni utamaduni ya Waarabu, sio katika yale sio achana kitabu na Mungu, yale jinsi ya kuishi ni utamaduni wa watu, sio kuvaa, kujistiri, zote ni utamaduni. Sababu maana utamaduni ni jinsi watu wanavyoishi kwa muda na kizazi na vizazi, sio na kinachowazunguka. So tukikaa katika misingi ya utamaduni na dini yoyote ile ambayo utakuwa umeichagua, na tukikaa na ustaarabu na nidhamu na kuweza kung'amua yako unayohisi na wenzako. Unajua, maisha siku hizi tunajifikiriaga sisi upande mmoja, tunasahau pia kuna watu wana fikra zao na muda wao wa kujiita mkutano, sio? Kwanza jua jiko unatafuta liko wapi. Unaona, jiko hilo litahitaji mkaa gani, mkaa wa mti gani? Unaona, litahitaji mkaa wa mpera, litahitaji mkaa wa mnazi, litahitaji mkaa wa mkwaju. Je, kutakuwa na moshi nyingi? Sababu kila mkaa unavyochoma una moshi wake. Ukiona hapa ninapoenda nitadhalilika, haina haja utafute baada ya maa. Unaona, kwa mfano kijana umetokea sehemu ambao haipo kwenye tuseme kwenye hata Atlas, sio haipo katika mapa kabisa, ramani. Alafu unajitokea hapo unaenda labda kuposa kwa mtu kama jirani yetu Kabaresa. Inaanzaje? Kwanza swali ni ukibisha ataka kufungulia nani? Yaani lazima kwanza kuwe na kidogo, usiende mbali na uliposimama na usirudi nyuma na ulipotoka. Tusikubaliane hiyo. Siwezi ati kwa hadhi hiyo uende tayari ukambishie tuseme mwenyekiti wetu ambaye ni Ruto, sio mwenye nchi, sio useme ataka mwanae pa. Yaani unafikaje? Sasa angalia kwanza, je, hapa nikienda, je hata kama tusi atakuwa 2 sio 50. Unaona? Kwanza ama labda mimi ndo nitaleta tusi 1 2. Kuna masuala ya huyu anafeel vigezo vyangu mimi, kwa sababu mimi naamini kwamba yote hataisha, lakini nitaishi naye. Je, huu naweza kuishi naye? Huu naweza mwachia wanangu? Nife mimi wa kwanza niangalilie wanangu, ama afe yeye wa kwanza mimi niangalie wanangu? Sio tu wastarehe. Wanawake wengi hapa nje ni wastarehe wazuri sana, lakini kizuri ingebaki ndani ya nyumba, basi mkeka ungekuwa ukae ndani ya nyumba. Yaani kizuri ingekuwa ndani ya nyumba, basi hata mkeka ama jamvi alingekuwa ndani ya nyumba. Kumaanisha sio kizuri tu, ni kizuri tabia alipotokea, kwa sababu kama ni ana tabia nzuri lakini ametokea kwa wauni, kwa wasagaji ama kwa watu wenye hulka tofauti, haitokusaidia. Kwa kesho na kesho kutwa ni rahisi tunda hili kuingia dosari, sio? So yale yote kwanza ukishaelewa, alafu kwanza jaribu kumsoma kwanza huyu mtu wako. Unaona? Sisemi kwamba utamchumbia kabla, sisemi kwamba utaita mshenga ama nani, yote utakachofanya, njia yote ile. Ila ukishamuelewa huyu mtu wako vizuri, alafu jaribu sasa kupima na yeye na akili yake jata, kwa sababu inapoanza mahari makubwa, sijui kilemba nini kubwa, hiyo maisha yenu ataishi kwa ukubwa. Je, utaweza kustahimili maisha yote? Kwa sababu unataka kuishi nayo. Sio mwanamke wa leo tuende Ulindi kwa piga picha, kesho picha yangu na delete. Sio? Ni
sehemu ambayo nitaishi milele. So ukishajua haya alafu umeyafuata, umekuwa naye, kinachosimama kikubwa ni uwe mkweli kwa wale wako zako. Jamani, mimi ni hivi lakini maisha yangu ni 1 2 3. Usiwaambie mimi nafanya kazi poti, tukija hivi kumbe ni poti chichunguni, jua kali makande. Kama ni poti kweli, kama unacho sema, kama huna sema. Umeona, sisi vijana wengi tunapenda niliwahi kuongea na mdada mmoja wakati fulani hapa katikati, anasema kwamba mbona tunapokuwa tunataka kutafutana hivi, kuchumbiana, tunaenda date masehemu, mahoteli nini, 50,000 zinatumika nini, tukiolewa yale hatuyaoni. Nasema ni kwa sababu ulikuwa uzito sio unarudi kwake, uzito ulikuwa unarudi kwenu. So 50 ya mwezi mmoja alafu ikae mpaka mwezi mwingine 50 ni kidogo kulingana na shilingi 50 ya ndani ya nyumba. Ya ndani ya nyumba, gasi, sijui nini, token, sijui nini, sijui watoto, school fees, madrasas, yani zile. Ukipiga hesabu hivi, hiyo 50 ndogo. So ulezi ni mkubwa. So heshima kwa wazazi kwanza kwa kulea vizuri, heshima kwa alijistiri vizuri na kuweka stara, lakini pia waheshimu kile kitendo cha uunganishi wa familia, kwa sababu mwisho wa siku hawamuuzi yule mtu. Mwisho wa siku wale watakuwa na familia kwangu kama vile mimi nitakuwa na familia kwao. Watoto nitakaowazaa mimi kule wataita watu wajomba na wataita babu na bibi. Ina maana wale kwa huko watakuwa wajukuu. So ikitokea kwamba mimi nimepigwa milioni nzima kwa mahali, nitataka kesho mjukuu wao aende kule, nitaishi na hasira hiyo. Na kesho kutwa hata huyu nikimdalilisha, sina sababu yote, nitakuwa na mkejei tu kama nilikununua wewe, kama vile gari yangu yote pale nje. Lakini ninapokuwa yeye ameniheshimisha na mimi nimemheshimisha, tutaishi kwa hali na mali. Ndio maana ndoa nyingi na inukui, ndoa nyingi ambazo watu walielewana na kufanya majadiliano na hela iliyotoka ama mahari ama mali na wastani mzuri tu, zimedumu mpaka leo. Lakini zile zilikuwa na mbwembwe, sijui kelele kibao, sijui mitandao nini, tumesikia yaliyotokea baada ya miezi, tumesikia hazijadumu hata miaka 2. Lakini nadhani ndugu yangu anaweza kubaliana na mimi kwamba yupo kwenye ndoa miaka, karne na hizo miongo na miongo, sio? Lakini mpaka sasa, kwa nini? Ni kwa sababu hakukuwa na lazima ya gari nimpe mke wangu kama mahari, iwe kama shukurani. Mbona tunaweza fanya makubwa tu, lakini kikwanza kipite kile kinachotakikana ndoa. Alafu harusi zinasherekewa kila siku. Unaweza fanya kila siku, kuna anniversary ya kila mwaka. Unaweza amua tu kila wiki unafanya sherehe, kwa fedha ziko. Lakini kama tunataka tutunze ndoa na tunataka kukuza jamii na familia, tunahitaji kujua kwamba fedha ama utajiri ama uwezo sio kigezo cha furaha. Kigezo cha furaha ni huo uhusiano wenyewe, unahusiana na nini. Mzee Jaka, wewe kama mzazi umepata kijana atakuchukua binti yako, na ukiangalia hapa kuna mushkili. Ni vitu gani vinaweza kufanya umdiscourage huyu kijana asiende na binti? Maana najua wazazi wengine huitisha mali hali ya juu kumdiscourage huyu kijana kwa sababu ashaona binti yangu pale atateseka. Ni makosa gani vijana wanafanya mpaka kusukuma wazazi kutumia mbinu kama hizo? Unajua, jambo la kwanza naweza sema watu wengi ama vijana wengi siku hizi wanaishi katika usanii. Na nikisema usanii ni kwamba wewe wataka uonekane tofauti na vile ulivyo. Ndio. Wanaishi maisha ya mtandao. Na usanii. Wacha mtandao, utunzi mwingi anachomaanisha. Yaani wewe wajifanya unacho na huku huna. Ndio. Ametaja neno kuwa mkweli. Ndio. Wajua hakuna kitu kizuri ndugu yangu bwana Hilary kama kuwa mkweli. Wewe wafanya kazi ya kuuza matunda barabarani, muoneshe yule mtarajiwa wako kwamba wewe wauza matunda barabarani, ili kwamba hata akisema yeye aenda kwao wanasema kuna watu waja kuleta maneno kutokana na mchumba wangu ambaye wauza matunda barabarani. Ndio. Wanielewa? Lakini pata vizuri sana, kwa sababu sasa mimi nikienda, mtoto wewe waja kwangu wataka huyu atakakuja kuoa binti yangu, atakakuja kuoa.
Mimi huyu akija atakuwa amevaa kofia vile ninavyomuona, amevaa shati nzuri, amevaa kiatu alichokiweka mlangoni ni kizuri, lakini najua huyu wauza matunda barabarani. Hata ikiwezekana amekodi gari, lakini najua wauza matunda barabarani, atakuja na ndege, atakuja na gari, lakini najua wauza matunda. Katika akili yangu najua muuza matunda huwa yuko vipi. Sasa hata nikimpa mtoto wangu najua mtoto wangu yuenda kwa muuza matunda, kuna siku atakuwa wanacho hawana, lakini mimi nitamsaidia mtoto wangu ili ndoa yake idumu. Lakini asije kwangu asimwambie mtoto wangu kwamba mimi koja mtu yajaniposa, lakini wafanya kazi kwa ofisi ya rais, yeye kama permanent secretary DPA wa rais, na kumbe hali huyu auza matunda. Sasa akija kwangu, kwanza mimi picha ninayo ni kwamba wauza matunda, yeye wauza matunda, tayari nitakuwa nao picha, kwa sababu kuna wazee wengine akishajua mtoto wake yuaje huanza kuuliza kutoka huko, hao ni watu gani wanaokuja, unielewa? Nikikupa mfano nitatoa tu kama mfano, na huu ni mfano ulio hai, si wa urongo. Wakati nataka kumposa bibi yangu, ndiye naye nataka kumposa, bamkwe wangu aliniita baadaye, watu washakwenda wazee, akaniita yeye mwenyewe bamkwe, mimi nasikia wewe uko hivi uko hivi uko hivi uko hivi uko hivi, wanaelewa za ndani kabisa. Nikamwambia ni kweli bamkwe, ni kweli, si urongo, nilikuwa hivyo, lakini ulikuwa ni ujana, kama vile ambao wewe ulipitia ujana kisha ukawa basi. Bamkwe hakuwa na la kusema tena, ilibidi tu aachie, kwa sababu mko mkweli. Ushaniona sasa, kwa sababu wale waliokwenda walikwenda kwa nia ya kuniharibia jina, lakini sasa mimi mwenyewe kufika pale kama hawakuniharibia jina, walinisema vile ndivyo. Ushanielewa? Wewe ukatubu, na mimi nikakubali kwamba kweli mimi kwa hivyo, lakini sasa nishakuwa mtu mzima bamkwe, nimeamua natulia mimi, nishakuwa mzee sasa. Na yeye kwa sababu alipitia ujana ule ule alioambiwa, na yeye akafikiri kwamba hii nitakuwa naye bamkwe, na nashukuru nilikaa naye bamkwe wangu kama rafiki yangu mpaka siku alipoondoka duniani. Sasa kuna kitu nimeivaa hiyo, kwa sababu mimi na bamkwe wangu ni marafiki sana. Mzee wangu Dura ni rafiki yangu sana, na ni mtu ambaye yani mimi ni msanii, yeye pia alikuwa DJ nini, unajua, so anajua harakati zote hizo za vilabu nini, unajua ujana wao wakinihadithia. So mimi mwenyewe nilipokuwa napewa habari kwamba anayekuja hapa Kalamoto, kwanza jina lile lilishtua mlango. Jamaa anakuja kuchoma, unaona? Kalamoto inakuwaje wewe? Sasa tuchomea binti yetu alafu mpiga ngumi. Usi akikosana kidogo na mtoto wetu atamtandika kila siku. Lakini uwezi amini sijawahi kuwa na hiyo violence na mke wangu. Na sio mtu wa aina hiyo. Unaona? Kwa sababu sio kila anayepiga ngumi na maanisha azitumie ndani ya nyumba yake. Na vile vile hata kama mtu ni msanii, unaona? Lakini mimi nasema Kalamoto ni mfanyikazi wangu. Mimi ni Kesi, mimi ni Juma Muhammad. Kalamoto ni yule mtu pale nje ambaye ana rap, ambaye anafanya mambo ya sanaa, anaimbia watu, anafunza jamii, yule ndio Kalamoto. Na mtuma yule aniletee ajira, aniletee ada, aniletee niweze kuendesha maisha yangu. So yule ni mfanyikazi wangu, lakini mimi nabaki kama mimi binadamu, nabaki kama mimi Muislamu kwenye dini yangu, nabaki kama mimi mtu ambaye anapenda tamaduni zangu, nabaki kama mimi Mijikenda. Unaona? So nadhani vijana wengi hawajajua kutofautisha katika uhalisia na maisha ya nje. Unaona? Kwa mfano, mimi sijatumia kilevu chochote toka nimezaliwa. Lakini katika usanii wangu mengi yapo mengi. Tunayajua sote, sio? Lakini kwa nini nilifuata mkondo huu? Ni kwa sababu sio fani yangu. Sio kitu ambacho kilinifanya nikaingia kwenye muziki, sio? Kilichonifanya kuingia kwenye muziki labda ni kutafuta tu ajira kama kijana mwingine tu, kama vile unavyoingia kufanya kazi ya poti, kazi ya seremala na au mengine. Sasa mkwe wangu mimi nilianza kuwa na rafiki na mama mke wangu kwanza kabla baba mke wangu, sio? Sasa mimi nina psychology moja ambao nilijifunza zamani kutoka kwa wazee wangu, mababu, kwamba ukitaka kuweza kupendwa na ukweni, anza kupenda kwanza yule mama. Mama anakuwa karibu sana.
Sasa alipokuwa nimeweza kulenga pale, sasa baba naye sasa alinguruma, mzee wangu ananguruma, ukimwona ni pandikiza la mundu, sio? Lakini uzuri ni kwamba alikuja kanielewa, kwa sababu nilikuwa mkweli na muwazi kwake, na pia shukurani pia ziende kwa yule ambaye alikubali itaje mkono wangu, unajua, ya ndoa, ambayo ni mke. Lakini pia yule ni mkwe ambaye alitumia busara sana, despite all those stuff zilitokea, lakini alikubali kwamba kama nataka hii ndoa ya huyu mwanangu idumu, basi nimkubalie anachotaka yeye, ila kwa nidhamu hii. Unaona? Kwa nidhamu hii. Na ndio maana mpaka leo na kesho tupo salama kabisa. Tunapigiana maswali, mpaka nazamuuliza baba mko vipi? Na yeye anazamuuliza vipi? Show lini? Unaona? Kwa sababu gani? Tushavaa uhalisia kwamba huu ndo uhalisia wetu. Mimi sio nabii, mimi sio malaika. Mimi pia nakosea, sio? Ama labda nimekosea kama alivyosema ndugu yangu kwamba alikuwa na ujana wake wa nyuma. Ila vitu hubadilika, nyakati, msimu, sio? So huyu ndo mimi. Huyu ndo baba wa watoto, huyu ndo mume wa huyu mke. So tukubaliane kwamba maisha huja na kubadilika, lakini kikubwa ni nidhamu ya maelewano. Kitu kimoja ambacho nimekipata, maana sote hapa ni wasanii. Wewe nakujua kama msanii, wewe ni msanii. Watu wanaamini kwamba msanii hawezi kuwa na ndoa. Msanii hawezi kudumisha ndoa. Lakini kitu kimoja nimepata kwenu nyinyi wawili ni kuwa wa kweli. Wasanii hujaribu kuishi yale maisha yao ya kisanii ya kuiga, wanaileta mpaka kwenye nyumba. So kwa kutamatisha tu, sasa nataka huu ujumbe mpatie wasanii, hasa wala wasanii wachanga ambao wanataka kuingia kwenye ndoa. Ni mbinu gani ama wawe vipi ili wapate kudumisha ndoa zao? Maana najua wasanii wengi washaamini kwamba, na wasanii wengi mnawajua, wengi wameshindwa na ndoa, wameingia ndoa nyingi zikavunjika na nini. Lakini sasa nakuja kupata kwamba kigezo kikubwa ni kuwa wa kweli na kutofautisha maisha ya kuiga na maisha ya halisia, na kama kukubali maisha yako ya kitambo ilikuwa namna gani. So tuanze na wewe. Okay, tuanze na wewe. Jambo la kwanza, kuwa msanii haimaanishi wewe ni mkora ama mhuni. Ndio. Kuwa msanii, aidha mwimbaji ama mwigizaji, wachoraji, haimaanishi basi wewe uwe katika hali ya ukora. Hapana, usanii ni kazi. Kama vile ambavyo naweza amka asubuhi nikatoka nikaenda kazini kwangu Kilindini nikafanya kazi, na huku nikija kwenye usanii pia bado niko kazini. So nikitoka kazini nikienda nyumbani, mimi lazima niwe mume wa mtu ama awe mke wa mtu. Ndio. Kisha isitoshe wewe bado ni mtoto wa mtu kama wazazi wako wako hai. Na hata kama hawako hai, kuna marafiki wa wazazi wako. Ndio. Bado wewe ni mtoto wao. Una madada, una makaka, una wajomba, una mashangazi. Heshima lazima idumu. Uwe ni msanii wa kiasi gani, wewe ni msanii wa hali wa juu, umetajirika, umefanya nini, bado heshima ni kitu muhimu. So ukifanya kazi zako za usanii, lakini ukija nyumbani lazima uwe na heshima zako za ndani ya nyumba. Ujue kwamba mimi nina mke, ninamshauri, kwa sababu watu wengi siku hizi hawajui kama wake ama waume ndio washauri wenza wa ndani ya nyumba. Wengi hiyo kitu wameondoa. Wewe unaambiwa ati wewe ni mume, wewe mume ndio msimamizi wa nyumba, basi wewe ndio kama kila kitu. Hapana, mwenzako ndani ya nyumba ndio mshauri wako. Sasa wewe ukiwa msanii, ukiwa dereva, ukiwa footballer, ushaona bana, lakini maadamu umeoa ndani ya nyumba, yule mwenzako ndani ya nyumba ndio mshauri wako. Kwa hiyo ukitoka kule, ukishaacha zile za kazini, zile za usanii, ukija nyumbani lazima uwe baba, uwe na Kalamoto. Nataka washauri wale wasanii wamekata tamaa na wamekubaliana na hiyo dhana kwamba msanii hawezi kuwa msanii ni binadamu tu. Msanii ni binadamu, ana utu, ana nidhamu, ana heshima. Na pia wale wapo ambao wanavunja heshima na pia hawana sara nzuri na wenye kukosa maadili pia. Lakini tuamini kwamba wasanii ndio watu ambao wanaweza dumu kwenye ndoa zao miaka mingi sana, kwa sababu akichagua ukweli, hata yule ambaye yuko naye mwenza anajua kwamba yule ambaye yuko pale
yule ni mume wangu, yupo kazini. Unaona, sisi tuna act, tunafanya mambo mengi kule nje, ma video zile nini, tutakuwa na madada wengi, watoto wa kike. Lakini pia ukiona video za watu ambao wanataka ndoa zao moja kwa moja, utaona hata wanakisia vile wanavyoshabiana na wadada kule kwenye michezo yao, sio yule ambao unajitoa ufahamu na kuwa kabisa nduluwili ama unakuwa hayawani kabisa. Kumbuka kinachobaki kwenye mitandao kitakuja athiri wanao, kitakuja onekana na wanao, ama kitakuja tumika kuwadogosha wanao, ukiwa upo hai ama ukiwa umekuwa mtu mzima ama umeondoka kwenye dunia. So tufanye sanaa ambayo haitavuka mipaka. Yaani tuwe uhuru wa kufanya sanaa, ila tusivuke mipaka. Kwa sababu unaweza fanya jambo hata ukawa unamkosea yule mwenzako ndani ya nyumba. Unaona? Na njaa mbaya. Unaona? Njaa mbaya. Lakini njaa inapozidi, basi ndoa haitakuwa. Basi heshima haitakuwa. Kwa sababu wakwe zako unaonaje wakati uko nusu uchi kule? Kesho kutwa ukienda kwake, yeye akili yake bado inaganda kwa kile alichokiona. Na mitandao, wakwe zetu wapo mitandaoni kila pale. Lakini unapokuwa unafanya sanaa yako kwa njia ambayo kidogo haiachani sana, itaachana kidogo lakini haiachani sana na jamii zetu, hususan wa pwani ama wa Afrika, inapendeza. Unaona? So mimi na urge any artist out there kwamba sanaa ni kazi kama kazi nyingine. Sanaa sio uhuni, japo kuna wahuni tu wachache kwenye sanaa yetu, sio? Na pia vile vile waamini kwamba kinawezekana. Kama sisi hapa watatu tumeweza kuhudumu kwenye ndoa zetu, na si ati kwamba ziko sahihi kabisa. Zinapanda na kushuka. Saa zingine pia msanii anakosa. Aliposema ndugu yangu kwamba mfanye mke wa mshauri. Kwa sababu naweza enda kwenye show leo nikapata 200,000, kesho nikakosa show, kesho kutwa nikaenda kwa 400,000, kesho nikakosa show. Nikikosa show, je, huwa ataniangalia vipi mimi? Saa zingine mimi namkopa hata mke wangu. Naambia mimi siko vizuri hapa. Hebu malizana na mambo ya karo kwa watoto. Kama anafanya kazi, kama hafanyi kazi, ananisaidia, tunafanyaje ili tunapata. Lakini yule ambao ukikosa anafura kama amri ile kosa Amira, anaanza kupiga makelele, mimi nitaenda kwetu nini, basi yule sio mke. Yaani mke wiki moja mbali kujua huyu ni mke anaishi naye. So tunapoingia kwenye ndoa ni mambo ya kukanyaga maji tu, kurusha jiwe gizani, sio? Lakini hongera kwa wale ambao wamedumu kwenye ndoa zao. Lakini pia hongera kwa wale ambao wanapambana na ndoa zao ngumu. Lakini pia tuwapatie ari na nguvu wale wanandoa wachanga, kwamba ikinawezekana ile masuala ya kwamba tutaishi mpaka tuzikane, yale sio maneno tu ya kanga. Yale yapo, mababu zetu washafanya. Babangu mimi nimemzika mwaka jana, na mamangu amemkalia Eda. So kinawezekana. Unaona? So tusiseme kwamba haiwezekani, sijui lazima uondoke. Talaka inapotolewa, arshi dunia zinatingika. Sio jambo la rahisi kulitoa. Siku hizo tunatoana kwenye simu, mitandaoni, mtu anaweka status, umeshakuacha. Sasa mlipochumbiana tuko wako. Sio? Lakini siku hizi message moja ya simu inavunja matabaka na dini na wakwe wote walokuja. So tujali ndoa zetu na pia tuzihifadhi. Yeah. Asanteni sana. Nilikuwa nimetarajia tuzungumze mada zingine 2-3, lakini kwa vile nilikuwa na wasanii ukiwapa muda imedhihirisha kwamba kama pale niliposema pale awali kwamba nina mzee kijana, na mzee Jaka amedhihirisha kwamba anaelewa vijana, na kijana mzee mmesikia busara ambaye ametupatia msanii Kala Moto. Natumai nimejifunza kitu, mimi nimejifunza mengi kutoka kwao. Tumefikia tamati ya kipindi chetu cha Jamvi la Jamii, na kabla sijamaliza, siwezi maliza bila kutoa shukrani zangu kwa Promodo. Kanzu hili nimevalia. Naja kwa kanzu wangu pia Promodo. Kama hujui Promodo iko wapi, pale Makadara Grounds, huwezi kosa kanzu yako. Kila mmoja atapata yake pale. Tafadhali tufike pale. Mimi ndazidi kung'ara tu mimi. Malaka najua njia iko wapi naelekea pale. Asanteni sana, tukutane tena juma lijalo Mungu akijalia.